Sehemu ya pili ya taarifa zetu za KTN leo wikendi. Jina langu ni Mary Atwoli na mtangazaji wa ishara ni Meresha Witi. Aina mpya ya chanjo ya polio ambayo taifa la Kenya limeruhusiwa kutumia huenda ikawa suluhu katika vita dhidi ya virusi hivyo. Haya yanajiri huku Kenya ikijiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya polio duniani. Saada Hassan anaarifu. Takwimu zinaonyesha kuwa takriban watoto 300,000 walikosa kupokea chanjo zinazohitajika kati ya mwaka 2018 na 2020. Hii inaashiria kuwa mwaka 2020 idadi ya waliochanjwa ilikuwa chini zaidi ikilinganishwa na mwaka 2019. Haya ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya. In 1988, member states made a declaration to eradicate polio from the face of the earth by the year 2000. We missed this target, and other targets have been missed as well in the last 2 decades. Kaunti 13 zimeorodheshwa kama kaunti zilizo katika hatari zaidi. Baadhi ya kaunti hizi ni Mandera, Marsabit, Turkana, Wajir, Garissa, Tana River, Lamu na Mombasa. Licha ya kuwa taifa la Kenya liliorodheshwa kama taifa ambalo limeshinda vita dhidi ya polio mwaka jana, kuna baadhi ya visa ambavyo vimerekodiwa mwaka huu. The borders are closed, but still we have people coming into our country. As you know, the latest cases, especially from the environmental samples in Garissa, Mombasa, as well as the latest case in Dadaab, were all linked, genetically linked to the cases in Somalia. To rapidly and sustainably stop outbreaks of circulating vaccine-derived polio vaccine in the region in future, a modified vaccine known as the novel oral polio vaccine type 2 is being deployed under WHO guidance. Kauli mbiu ya siku ya polio duniani mwaka huu ni kutimiza ahadi ya kuangamiza polio. Washikadau mbalimbali wamejizatiti kuweka rasilimali ili kukabiliana na visa vya polio. The economic benefit of polio eradication, estimate the CDC, is between $40 to $50 billion through the year 2035. We must maintain our commitment to end polio now. And we can do this with every vaccine we deliver, with every community we reach, and with every dollar we give together with our partners. Chanjo mpya inayofahamika kama novel oral polio huenda ikawa sasa ndiyo suluhu inayohitajika kuangamiza aina mpya ya virusi vinavyosababisha ugonjwa huu wa kupooza. Saada Hassan, KTN News. Serikali imetakiwa kuwapiga jeki wakulima wadogo kwa kuwapunguzia ushuru kwenye pembejeo